Hii ni Dunia ni Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baadhi ya idara za serikali ya Marekani zaendelea kufungwa kwa mwezi mmoja sasa. Viongozi wa dunia wa biashara na siasa waanza mkutano Uswisi. Naam, shukrani sana kuungana nasi. Naitwa Mary Mgawe na hii ni Dunia ni Leo. Hapa Marekani ikiwa ni maadhimisho ya kumkumbuka mtetezi wa haki za kiraia Martin Luther King Jr. akiwa ameambatana na baridi kali kweli kweli. Twende pamoja. Na tunaanzia huko DRC ambapo vyama vinavyomuunga mkono Martin Fayulu vimepinga matokeo yaliyotangazwa na mahakama ya kikatiba siku ya Jumapili ambapo yamemthibitisha Felix Tshisekedi kama rais wa DRC. Jean Paul Lumbulumbu, kiongozi wa Lamuka, hapa anasema. Tunasema kwamba tumetupililia mbali hiyo msimamo ya korti ya kikatiba ambayo imesema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni bwana Felix Tshisekedi, na tunasema kwamba sisi katika province ya Nord Kivu hatumureconnaître Felix Tshisekedi sawa gisi president wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yule ambaye tulichagua ni President Martin Fayulu Madidi, na ni yule ndiye sisi katika jimbo wa Kivu Kaskazini atabaki rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake Kasekwa, mfuasi wa karibu wa Martin Fayulu, anasema tangazo la mahakama lilipokelewa kama kilio kwa upande wao. Tusikilize anasema nini. Tutakubali jambo hiyo kama vile kiongozi wetu Martin Fayulu ametuita. Tunaandaa maandamano kwa usalama, tunaiandaa hapa Goma. Ukipita kwenye ofisi yetu tayari tumeita watu kujitayarisha. Huko Ruchuru, Lubero watu wanajitayarisha. Na wakati huo wafuasi wa Felix Tshisekedi wamewasihi wananchi kuwa watulivu ili kudumisha amani ya nchi. Asiradi Nyalamba ni kiongozi wa UDPS huko Goma. Hongera kwa koti ya Kongo na hongera kwa Wanaafrika wote. Sisi kupokea kwa habari za koti tunasema ya kuwa ni ushindi wa Wakongomani wote. Na hata hivyo wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameomba pande zote kukaa kwenye meza moja ili kuwepo makubaliano yatakayoweza kunufaisha wananchi wote wa Kongo. Placide Nzilamba anatoa maoni yake. Tuliweza kutoa njia tatu. Kwa namna yetu ya mawazo tulitoa njia tatu kwa kujadili mgogoro wa kisiasa ambao umo. Kulikuwa njia ya kwanza ilikuwa mahakama. Sasa mahakama imetoa uamuzi wake. Njia ya pili inabaki wafanya siasa hao wenyewe wakutane. Hiyo nayo ikingali njia ili kuepuka migogoro isiweze kuendelea. Njia ya tatu ni diplomasia. Ni hiyo Afrika na Umoja wa Afrika mzima unangangania leo. Humo kote Tshisekedi anatarajiwa kuapishwa Ijumaa wiki hii katika mji wa Kinshasa. Wakati hayo yakiendelea huko DRC, tuangalie habari nyingine duniani ambapo viongozi wa kisiasa na kibiashara wanapoanza mkutano wao wa mwaka katika mji wa mapumziko wa Uswisi wa Davos. Wakuu wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya huduma za dharura wanatazamiwa kutumia jukwaa hilo mashuhuri kuwasilisha hali ya kibinadamu na haki za kibinadamu kwa niaba ya mamilioni ya watu maskini duniani. Na wakati viongozi watakapozungumzia changamoto za kiuchumi na biashara, maandamano ya kudai haki za kiuchumi na kijamii yanafanyika katika pembe mbalimbali duniani, kama anavyotusimulia Abdu Shakur Abud kutoka chumba chetu cha habari. Mkutano huo wa jopo la uchumi duniani WEF unawapatia viongozi wa kisiasa na biashara kutia saini mikataba muhimu ya kibiashara na kiuchumi kusaidia nchi zao na makampuni yao, ukizingatia kauli mbiu ya utandawazi na namna ya kupanga mapinduzi ya viwanda duniani. Mwasisi wa WEF Klaus Schwab anasema utandawazi unaendelea kupanuka na hivyo washirika karibu 3200 wanabidi kuzingatia juu ya mwelekeo wake kwa ujumla. Globalization is a fact. Utandawazi ni jimbo linalotendeka na litapanuka na kuongezeka.
Kwa hivyo ajenda ya duniani imekuwa ya kuingiliana sana, na kile ambacho tunataka kufanya Davos sio kuangalia mada moja moja, bali mambo yote yanayoendesha utandawazi kwa kutegemeana. Katika mkutano huo mwaka huu, mashirika ya misaada itakuwa na nafasi kubwa na jukumu muhimu kutafuta suluhisho mpya kwa mizozo ya kibinadamu na uhamiaji. Shirika la msaada la Uingereza Oxfam limetoa ripoti yake hii leo ikieleza kwamba mifumo ya kodi inakuwa ni mzigo mkubwa kwa watu maskini, huku huduma za umma zikipunguziwa fedha na serikali, na hivyo kuongeza mwanya kati ya matajiri na maskini. Mkurugenzi mtendaji wa Oxfam Bi Winnie Byanyima anasema mnamo mwaka jana pekee wameshuhudia mabilionea wakiongeza utajiri wao kwa dola bilioni 2.5 kila siku, huku utajiri wa binadamu bilioni 3.8 walio maskini duniani ulikuwa unashuka kwa dola milioni 500 kwa siku. So we're seeing some progress, but not enough. Kwa hiyo tunachoona ni maendeleo kidogo sana. Hivyo tuko hapa Davos kutoa wito kwa serikali kuamka na kuchukua majukumu yao na kuweka mifumo ya haki ya kodi, ya kuwalipisha kodi matajiri na kuwekeza fedha zaidi katika huduma za umma. Hali hiyo mbaya, ndio wachambuzi wanasema, inasababisha maandamano na ghasia tunayoshuhudia hivi sasa, ikiwa ni Sudan kutokana na kupanda kwa bei ya mkate na hivi sasa kumtaka Omar Bashir kuacha madaraka. Huko Lebanon watu wakiandamana jana kutokana na ughali wa maisha, uchumi kudorora na wanasiasa kushindwa kuunda serikali kwa miezi 8. Ufaransa jana wanawake wa koti manjano waliandamana wakidai maisha bora zaidi. Mwandamanaji Delphin Pintrade anasema wamejitokeza kuwaunga mkono wenzao wanaopigania watu kupata pesa na chakula na ajira kwanza kabla ya kuzungumzia mazingira mbadala. Hatuna kilichobakia. Hivi sasa tunakula pasta kila mwisho wa mwezi na inamwathiri kila mtu. Wazee, watoto, wale wenye kazi na wasio na kazi. Rais anabidi kutusikiliza. Madai yetu ya awali ni kutaka kuinua hali ya maisha yetu. Pintrade anasema ni lazima ghasia kusita na kuandamana kwa amani na watu kuzungumza. Huko Nicaragua, tangu mwezi Aprili mwaka jana, upinzani dhidi ya utawala wa Rais Daniel Ortega umekuwa ukiendelea, sawa na huko Venezuela ambako wapinzani wanataka mabadiliko ya utawala ili kukabiliana na hali mbaya ya uchumi ya nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta. Kwa hivyo viongozi watakapojadili mnamo wiki moja huko Davos juu ya masuala ya kiuchumi na biashara, watalazimika kuzingatia masuala hayo: maskini, uhamiaji na huduma za dharura. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington. Safi Abud, basi bila shaka utaendelea kufuatilia taarifa hiyo kwa karibu zaidi na kutuletea yale yaliyofikiwa katika mkutano huo unaofanyika huko Uswizi. Na habari kubwa iliyogonga vichwa vya habari hapa Marekani bado ni kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali hapa Marekani. Kumeingia siku ya 31, yani mwezi mmoja, huku kukiwa na dalili chache ya mwisho wake licha ya mapendekezo ya Rais Trump mwishoni mwa wiki ambayo alikataliwa moja kwa moja na Wademokrat. Hata hivyo, kiongozi wa Republican katika baraza la Seneti Mitch McConnell anapanga kuwasilisha mswada wa kupigia kura mapendekezo ya Rais Donald Trump kama njia ya kufungua uwezekano wa makubaliano na Wademokrat. Rais Trump alipendekeza kutoa hifadhi ya miaka 3 kwa wahamiaji walioingia nchini kinyume cha sheria wakati walipokuwa watoto, pamoja na kuongeza muda wa kuishi hapa kwa watu waliokimbia makwao kutokana na vita au majanga ya kiasili. Kwa kubadilishana na hilo, wanataka dola bilioni 5.7 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta katika mpaka wa Marekani na Mexico. Wademokrat mara moja wamepinga mapendekezo ya Rais Trump na kushikilia dai lao la kutaka serikali ifunguliwe kwanza kabla ya majadiliano kuhusu juhudi za kuboresha usalama katika mpaka. Licha ya mpango wa Republican Mitch McConnell kuwasilisha hoja ya kupiga kura pendekezo la Rais Trump katika baraza la wawakilishi, Spika wa bunge Mdemokrat Nancy Pelosi naye anasema anapanga upigaji kura wiki hii wa kuongeza majaji zaidi wa uhamiaji na fedha kwa ajili ya kufuatilia magari na madawa yanayopita maeneo ya nchi ili kuimarisha ulinzi wa mpakani.
Waasi wa Taliban wamefanya shambulizi kubwa la bomu la kujitoa mhanga na bunduki dhidi ya kituo cha jeshi katikati ya Afghanistan na kuwa takriban wanajeshi wa usalama 12 na kwa jeruhi darzeni zaidi. Maafisa walisema shambulizi hilo lilitokea mapema leo Jumatatu huko Maidan Shar, makao makuu ya jimbo la Wardak, kiasi cha kilomita 50 kutoka Kabul. Eneo muhimu la usalama ambalo lilikuwa likilindwa na vikosi maalum vya Afghanistan ambavyo vinahudumu kwenye idara ya upelelezi nchini humo, National Directorate of Security NDS. Shambulizi la Taliban lilianza kwa mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga kutegua mlipuko kwenye gari la jeshi lililotengenezwa Marekani kabla wenzake kujaribu kuvamia kambi hiyo. Mkuu wa polisi katika jimbo aliambia VOA. Wais Samimi alisema wanajeshi wa Afghanistan waliwashambulia na kuwaua washambuliaji, aliongeza, lakini alikataa kutoa maelezo zaidi. Wakati Baba Mtakatifu anajiandaa kukutana na maelfu ya vijana kutoka kote ulimwenguni kwa ajili ya siku ya vijana wiki hii, alijaribu kuungana nao kwenye jukwaa ambalo watamuelewa kiurahisi kwa internet. Katika sala ya kila wiki huko Vatican jana Jumapili, Baba Mtakatifu Francis alizindua app yake ya Click to Pray, app rasmi kwa ajili ya mtandao wa sala duniani wa Vatican. Kwa msaada wa msaidizi wake aliyekamata tablet, Baba Mtakatifu aligusa kioo cha tablet akisema kwa maneno yake, "Na hapa ndio mahala nitaweka maombi kwa ajili ya sala kwa shughuli za kanisa." Maandamano yaligeuka ghasia jana Jumapili kati ya waandamanaji wa Ugiriki na polisi, wakati maelfu ya watu walipojumuika Athens kupinga makubaliano ya kubadilisha jina na Macedonia. Maandamano jana Jumapili yalianza kwa amani, lakini wakati yakiendelea, waandamanaji walirusha mawe, mabomu ya kienyeji na vitu vingine kwa polisi ambao walijibu kwa kufyatua gesi ya kutoa machozi. Maafisa wanasema takriban maafisa 25 na darzeni ya watu walijeruhiwa katika maandamano hayo. Bunge la Ugiriki linatarajiwa kupiga kura juu ya makubaliano hayo baadaye wiki hii, ambapo Macedonia itabadilisha jina lake na Ugiriki itaacha upinzani kwa Balkan na kujiunga na NATO na Umoja wa Ulaya. Familia na marafiki jana Jumapili walianza kuwazika watu waliokufa kutokana na mlipuko wa bomba la mafuta huko Mexico. Takriban watu 79 waliuawa na 74 wengine walijeruhiwa wakati wezi walipotoboa bomba la mafuta la Tula Taxpan katika jimbo la Hidalgo siku ya Ijumaa. Picha za video zilionyesha mafuta yakitoka na kwenda hewani na mamia ya watu wakichota mafuta kwa kutumia ndoo, mapipa ya taka na wengine kwenye madumu kabla mlipuko kutokea. Tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.7 kwa kipimo cha Richter ambalo limepiga kaskazini hadi katikati ya Chile siku ya Jumamosi limeua takriban watu 2 na kusababisha maelfu ya watu kukosa umeme kwa muda. Wakazi katika mkoa wa Coquimba, eneo la pwani kiasi cha kilomita 500 kutoka Santiago, waliamriwa kuondoka huko na kwenda maeneo ya nyanda za juu, japokuwa maafisa haraka walieleza kuwa hiyo si tsunami. Na baada ya taarifa hizo kutoka chumba chetu cha habari, tuangalie habari nyingine huko Yemen. Licha ya kwamba mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa yuko huko kwa ajili ya mazungumzo ya utekelezwaji wa mkataba uliofikiwa Sweden, lakini ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia utaendelea kushambulia drone za Wahouthi na maeneo yao baada ya majeshi ya kimataifa kuanzisha mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, na unaoshikiliwa na Wahouthi. Msemaji wa shirika amesema jana Jumapili. Msemaji Tuki Al-Maliki aliwaambia mkutano wa wanahabari kwamba mashambulizi ya Jumamosi mjini Sanaa yalilenga drone za Wahouthi maarufu kama UAV na maeneo mengine ya kijeshi. Al-Maliki alisema majeshi ya ushirika yataendelea kushambulia drone za Wahouthi na malengo yao muhimu mpaka majeshi ya Wahouthi yatakapopoteza kabisa uwezo wa kufanya mashambulizi ya anga. Serikali ya Yemen na majeshi ya Wahouthi wamekubaliana sitisho la mapigano kuanzia Disemba 18 katika eneo la bandari ya Sham katika mji wa Hodeida. Januari 19 majeshi ya ushirika yaliushambulia mji wa Sanaa unaoshikiliwa na Wahouthi. Hii ni Duniani Leo kutoka VOA Swahili.
Hii ni Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baadhi ya idara za serikali ya Marekani zaendelea kufungwa kwa mwezi mmoja sasa. Viongozi wa dunia wa biashara na siasa waanza mkutano Uswizi. Unaendelea kuangalia Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na baada ya muda mfupi tutakuwa na kipindi cha michezo. Serikali ya Kenya imeanza mikakati ya kufufua tena na kutekeleza mpango wa nyumba 10 ili kuimarisha hali ya usalama nchini Kenya baada ya msururu wa visa vya uhalifu na mauaji ya kiolela. Hatua hii ya serikali imekuja baada ya kugunduliwa kuwa mshukiwa mmoja wa ugaidi wa shambulizi lililofanyika katika mgahawa wa Dusit D2 alikuwa akiishi bila watu kujua alikuwa anapanga mashambulizi Nairobi. Ni shambulizi lililosababisha watu 21 kufa na mamia kujeruhiwa. Huba Abdi ana taarifa zaidi kutoka Nairobi. Taarifa kuwa washukiwa wa ugaidi waliishi nje kidogo ya Nairobi iliwashangaza wengi, akiwemo Paul Kariuki ambaye alimuuzia nyama Ali Gishunge, mmoja wa washukiwa wa ugaidi walioshambulia eneo la Dusit D2 kwa muda mrefu. Nimestuka sana, hata nimeshangaa sana kusikia ati ni yeye tu alikuwa huko. Nikastuka sana. Kariuki anaelezea jinsi mshukiwa huyo ugaidi alivyoishi maisha ya kawaida, na hakuna aliyemshuku kuwa gaidi kwani alinena na watu na hata kutangamana. Alikuwa tu mtu hambo, alikuwa tu customer kawaida, alikuwa ananunua anaenda zake hivyo tu. Ni kufuatia kisa hicho cha gaidi kuishi miongoni mwa Wakenya ndipo swala la mpango wa nyumba 10 likaibuka. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Eric Raithe, mpango huo ulianzishwa na serikali ulinuia kuwapa Wakenya nafasi ya kujuana kama majirani na kazi wanazofanya ili kuishi kwa usalama. Ni mbinu ambayo tunaweza kutumia na inatumika katika dunia mzima kuhakikisha ya kwamba vile unavyoendelea kufurahia haki zako za msingi na uhuru wako ambao umepewa kikatiba, hautoweza kuhatarisha maisha yangu, hautaweza kuhatarisha maisha ya jirani. Karne ya sasa watu wanaishi kwa faraga, kila mtu na maisha yake, jambo ambalo Kiraithe anasema majirani kutojuana na kile ambacho wanakifanya kumewafanya wengi kutojua wanaishi na mtu mhalifu. Huyu gaidi ambaye aliuawa anaitwa Gichunge alienda pale kijijini Guango, akaanza kuishi na wananchi. Anaonekana ako na pesa mingi, anaonekana ako na maisha ya juu, lakini hakuna aliyeweza kujua anafanya kazi gani. Lakini je, mbona mpango huu wa nyumba 10 haufui dafu licha kuonekana ingesaidia katika kukabili visa vya uhalifu? Kuna ubinafsi mkubwa hata kuliko Ulaya. Kila nyumba hapa iko na ua la mawe. Kila nyumba hapa, hata huko vijijini, hakuna mtu anayejua jirani yake anafanya nini. Tumekuwa na visa hapa nchini ambapo mtu anaaga dunia tu kwa sababu pengine za kawaida, kugonjeka na sio makosa ya jinai. Anakaa kwa nyumba mpaka pale harufu itakayoanza kutoka kule ndio majirani wanaangalia na kuita polisi na kusema hatujui nini kinaendelea hapa. Serikali sasa inasema kuwa mpango huo utaanza kutekelezwa tena na maafisa usalama watakuwa wakiishi pamoja na wananchi ili kuwaleta karibu na kuzuia uhalifu ambao unapangwa. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi. Naam, na jeshi la Israel limesema limeshambulia maeneo ya wapiganaji wa Iran ndani ya Syria na kuonya majeshi ya Syria kuacha kushambulia maeneo ya Israel au vikosi vyake. Vyombo ambapo Syria imesema ilizima shambulizi la anga la Israel. Israel inaeleza kuwa imeingilia kati roketi iliyorushwa huko Golan Heights. Jeshi la Israel linasema kwamba uwanja maarufu wa michezo wa mpira wakati wa baridi huko Mount Hermon katika eneo la Golan Heights linalodhibitiwa na Israel utafungwa kwa siku moja. Na leo ni siku ya kumbukumbu ya mtetezi wa haki za kiraia Martin Luther King Jr.
jinsi utetezi wake ulivyowatia hamasa wa Afrika wengi na watu wengine kwa ujumla. Huwezi kuzungumzia habari kuwa Waafrika nchini Marekani bila ya kumzungumzia utumwa na ubaguzi. Mapambano ya kijamii na ubaguzi wa rangi bado yanaendelea hivi leo. Kitu gani kimetokea kwa kundi la vijana wa Afrika Kusini ambao walitembelea kusini mwa Marekani kufuatilia historia ya haki za kiraia? Hadija Riami anasoma ripoti kamili kutoka chumba chetu cha habari. Katika jimbo la Alabama hapa Marekani lina historia na sehemu muhimu sana kwa harakati za kutetea haki za kiraia. Wasichana 18 kutoka Afrika Kusini wakiwa pamoja na wenzao wa Marekani wamefanya safari muhimu sana katika maisha yao kufahamu na kujifunza mengi kuhusu taifa hili. Kituo chao cha kwanza ni Montgomery kwenye mtaa ambako kuna harakati nyingi. Lakini ndani ya Civil Rights Memorial Center hali inabadilika. Unawaona waliojitoa mhanga na mashujaa wa harakati za haki za kiraia, ukatili wa ubaguzi wa rangi na nguvu ya wanaharakati inajibainisha kwenye kuta za kituo hicho. Kwa Audrey February ambaye alizaliwa na kukulia katika kitongoji cha Cape Town nchini Afrika Kusini, haya yanamfunua macho. Watu ambao walipigania uhuru walikuwa mashujaa. Wamenigusa kwa sababu mambo haya pia yametokea nchini Afrika Kusini. Mawakili wa kutetea haki za binadamu katika Equality Justice Initiative wanaelezea jinsi ambavyo si rahisi kuanzia katika ubaguzi wa rangi hadi maridhiano ilivyokuwa ngumu. Zaidi ya chupa 300 zilizojaa udongo ziko hapa, zilikusanywa kutoka kwenye maeneo ambako Wamarekani weusi walifariki kwa kunyongwa. Katika kumbukumbu ya taifa ya mnara wa amani na haki, ni kumbukumbu kwa waathirika hao. Wamepewa heshima kubwa wa Marekani wenye asili ya Kiafrika ambao walinyongwa na maisha ya mamilioni ya watu kutumbukizwa katika utumwa. Kituo hicho kinachofuata ni Selma, mji ambao jina lake kamwe haliondoki katika hadithi inayohusu haki za kiraia nchini Marekani. Kwenye daraja la Edmund Pettus ni eneo ambako vipigo na umwagaji damu ulifanyika. Wanaharakati wa haki za kiraia waliandamana kudai haki ya kupiga kura. Walikabiliwa na ghasia na vipigo vya polisi vilivyosababisha vifo. Wasichana hao wanafuatilia historia ya mashujaa wanaume na wanawake ambao waliweza kuvunja vikwazo vya ubaguzi wa rangi. Nchini Afrika Kusini, nadhani tunaweza kuhusisha haya. Kwa sababu ubaguzi ulimalizika mwaka 1994. Hapa wasichana wanajipanga mstari kuona jinsi manyanyaso yalivyokuwa wakati wa utumwa. Sio kila wakati katika safari ni ya kusikitisha. Moja ya jambo zuri ni kuimba na wanaharakati wa haki hivi leo. Ni heshima kubwa kwa Waafrika ambao wamefika Marekani wakiwa mateka na ambao walipambana kudai ukombozi kwa vizazi vijavyo. Hadija Riami, VOA, Washington. Na mwanamke mmoja raia wa Japan, Masazo Nonaka, mwenye umri wa miaka 113 alitambuliwa kuwa ni mwanamke mwenye umri mkubwa mwaka jana hapa duniani. Amefariki jana Jumapili, Januari 20. Vyombo vya habari vya Japan vimeripoti. Taasisi ya Uingereza imethibitisha kwamba Nonaka alikuwa mwanamke mwenye umri mkubwa aliyekuwa hai mwaka jana Aprili 10 mwaka 2018 katika sherehe ambazo zilifanyika nyumbani kwake Ashoro, kaskazini mwa Japan. Nonaka ambaye katika enzi ya uhai wake alikuwa mkulima na fundi, alikuwa pia na sehemu ya mapumziko huko Ashoro. Alijaliwa kuwa na watoto 2 wa kiume na 3 wa kike. Nyaraka aliyowekwa na mamlaka ya eneo ilimuelezea kuwa kila mara alipenda kuingia kwenye bwawa la maji ya vuguvugu na alikuwa akipenda sana pemende, hasa keki ya strawberry. Mtu mzee sana kuwahi kuishi kwa umri mrefu, Jiromen Kimura, alifariki mwaka 2013 katika umri wa miaka 116 baada ya siku 54. Na umewadia wasaa kupata habari za michezo kutoka kwake Id Ligongo. Ligongo, baada ya likizo muda mrefu, bila shaka una mengi mapya kutuarifu. Mary, yapo mengi kwelikweli, lakini kubwa zaidi ni hapa Marekani ambapo timu za Los Angeles Rams
na New England Patriots zimejikatia tiketi ya kucheza mchezo wa fainali, yani Super Bowl, kwa mwaka huu 2019 katika mchezo wa American Football. Katika mchezo ya fainali ya kanda za ligi ya NFL, Rams waliwafunga New Orleans Saints kwa magoli 26-23, mchezo uliokwenda mpaka muda wa ziada. Mchezaji nyota wa Patriots Tom Brady aliongoza kuzima kelele za mashabiki wa Kansas City Chiefs na mchezaji wake chipukizi Patrick Mahomes. Patriot walishinda katika muda wa nyongeza kwa magoli 37-31. Super Bowl 53 itapigwa Februari 3 jijini Atlanta katika jimbo la Georgia, na nguli wa muziki hapa Marekani Gladys Knight ataimba wimbo wa taifa hili la Marekani. Harakati za mchezaji nguli wa tennis Roger Federer kuchukua ubingwa mara 3 mfululizo wa Australian Open ziliishia ukingoni baada ya kufungwa na Stefano wa Ugiriki. Mchezo huo ulikuwa unaangaliwa sana kwa kukutanisha mchezaji mwenye umri mkubwa na mdogo kabisa katika michuano ya mwaka huu. Federer kwa sasa ana umri wa miaka 37 na Stefanos mwenye umri wa miaka 20 alimfunga Federer kwa seti 6. Jana wataanza kumaliza utawala wa wachezaji wakubwa na wa muda mrefu wanaoshiriki katika mchezo huo wa tennis. Kocha wa zamani wa timu ya Manchester United ya Uingereza, Jose Mourinho, anasema kwamba amekataa kazi 3 za kufundisha soka katika klabu kubwa toka alipotimuliwa kwenye kibarua chake. Akiongea katika televisheni ya Bein Sports wakati wa michuano ya kombe la Asia, ameendelea kusisitiza kwamba mafanikio ya makocha waliokuwa wapinzani wake Jurgen Klopp wa Liverpool pamoja na Pep Guardiola wa Manchester City, kwamba mafanikio yao yanatokana na kupewa msaada mkubwa na klabu zao. Amesema akiwa na Man U aliachwa peke yake, na kwa sasa anasema kwamba atahakikisha kwamba endapo atafundisha soka basi atakuwa anajiandaa vilivyo, lakini kamwe amesema hafikiri tena kurejea katika taifa la Uingereza. Mary hayo. Haya Idi, karibu sana katika uwanja huu wa michezo. Shukran kwa taarifa hizo, na hapa studio naitwa Mary Mgawe, na kusitona kesho katika kipindi kingine cha Duniani Leo. Kwa heri.